Nimewahi gongo na baridi lakini ya leo imezidi. Yaani naifeel niko na iko yote lakini naifeel. Mara nyingine ni jua, mara nyingine ni baridi. Hii nayo imenigonga hii. We. Kubaya. Leo Nairobi ya kukaliki. Leo Nairobi kubaya. Kama hujajiwekea mafuta kwa mwili. Hapana ni kubaya. Leo ni kunoma. We. Kai. Alafu naona nakaa pasta Ngaruya. Una notice? Koti ni ile. Wani ile koti, hii koti ni kama ile ya pasta Ngaruya. Unajua tulinunua nguo zinafanana tukienda Egypt. Ina nini ndani? Ina koti ndani. Lakini you should be warm. Wani leo nakaa nimevaa karibu suti. Kiatu kama yake. Ni mafuta tu. Mafuta ndio zina. Mafuta ndio imeisha. Inakuanga by the way. Kuisha imeisha. Unajua imeisha kwanza ukisumbuliwa na bibi mafuta inaisha tu. Acha niseme yangu imepungua tu kidogo lakini haijaisha. Tuko tuna discussion hapa na Alfred kuhusu wale vijana wanawekwa na wamama. Unajua ni discussion imekuwa haiishi Kenya. Vijana wamewekwa saa hizi wengi sana. Mimi niwa best wamewekwa vizuri sana. Vijana wanaishi maisha mazuri. Hawa struggle. Jamaa mlikuwa mnasoma na yeye anahesabu mshahara yake double digits. Mama anatoa pesa wapi? Mama. Mama ako kazi nzuri. Mbona asiandike kijana huko? Bala kumweka tu ampe pesa. Unajua mama hataki kuolewa. Hataki kuolewa. Anataka kukaa na kijana. Asimpe pesa. Anampea pesa lakini hataki kumwajiri. Anampea tu pesa, anamweka vizuri. Hataki achoke. Kijana amejengewa. Hataki kijana achoke. Vijana wamewekwa sana. Sisi tuna struggle. Vijana wanaishi maisha mazuri. Unafikiri ni jambo nzuri? Wewe unafikiri ni maisha nzuri? Nilikuwa jaribu ku weigh out vile kuna mashida huku. Naona hatuwezi sema ni nzuri. Lakini au vijana unajua nimejaribu kuhoji kadhaa ni vile sasa siwezi waleta onea. Anakupea reason unaona ina make sense. In a way ina make sense. Ingawaje you cannot advocate for that. Lakini kijana anakuambia maisha ni ngumu. Haezi mpaka lipa rent. Nakwambia mazee sasa nirudi ushago. Unaweza mwambia rudi ushago? Ati rudi ushago aanze tena ambapo unaweza mwambia aje? Kijana. No, si atapiga tu hustle yake lakini si. Wapi hakuna hustle? Ni kwa sababu hataki. Si eti kwa sababu hataki. Kwa sababu hataki. Alikuwa alipwa 400. Sasa hii 400 utafanya nini na 400? Kwa mjengo. Huyu kijana analipwa mshahara na huyu mama. Na anaweka maisha mazuri kabisa. Hivyo ndo kuko by the way. Wacha kushtuka. Ile tumia uliza pasta Ngaruya, hizi kesi zinatupata day in day out. Maka ingine nilipata nikashindwa hii nita broadcast kweli. Mama ananiambia kijana wangu aliyekwa. Farudi ongelesha kijana wangu. Sasa ndamwambia aje? Nimwambia achane na huyo mama. Sasa utamwanza wapi? Sasa nimetumwa na madhe pale ameniambia sasa kuna huyu mama mnaonekana na yeye amesema wachane leo story. Okay. Ambia mam ni vile maisha iko. Ni kugumu. Tutadu. Sasa kijana anakuambia ni sawa mama amenisomesha, ni sawa. Hakuna kazi. Kuna degree. Mostly shida ya mama kijana ni nini? Mama kijana afurahi. Shida yake ni nini mostly? Kijana aoe. Aoe msichana sasa anaenda kwa mama kufanya nini? Mama arika yake kwanza. Analima shamba ya mawe. Lakini mama akona pesa. Kijana anasema nitamwacha niende wapi? Unamwacha ufirisike. Manze, let me tell you, some of these problems zenye ziko na huku nje hakuna watu wa kuzitatua. And people are going through hell. Watu wanasuffer. Juu ukisikiza huyu kijana, the reason as to why alienda kwa huyu mama ni maisha ni ngumu. Na ni kweli maisha ni ngumu. Anakuuliza sasa unaniambia nitoke basi nipee kazi. So sasa kijana yeye anaona yuko na security. Kijana anakaa maisha high. Yeye anaona kuna security hapo. High end. But for how long? Ameambiwa maisha.
But for how long? Till death do us apart. Hakuna. Hakuna. No, what till death do us apart? No, hakuna. Hiyo hata yeye mwenyewe ameingia box yenye hakuna. Kwa nini? Atatupwa nje mpaka ashangae. Hiyo ni short lived. How? Short lived, only very short lived. Wacha nikuulize swali. Hata mwenye ameajiriwa ukuangi sure hii kampuni kama inaweza firisika. Kwa hivyo inaweza kuja ni mwage kazi ishe, urudi ushago. Uanze fresh. Uanze fresh. So, but I think kitu inasumbua vijana ni maisha ya sasa. Nataka pesa saa hizi, nipatie. Hataki kuchoka, hataki kumwambia ati haso, yes. By this time utakushafika kiwango fulani, anataka pesa saa hizi. Yes. Nipatie pesa saa hizi. Wanataka nitoke Goma, nipatie pesa saa hizi. So, assume ni mtoto wako, unaweza mwambia aje? Amepata mama. Unajua sasa, you can only give advice. Yeye atachagua kile anataka. Kwa sababu ni assume mshambu amepata na ni kijana wako na mama mwenyewe yako na pesa vizuri. Kijana saa hiyo hujakaa poa kama mzazi, kijana bado anapiga support huko nyumbani. Anapiga support vizuri huko nyumbani. Baka unaambia kijana, siku hizi unatuangalia vizuri. Alafu umekuja kurealize ile pesa unakula ni ya mama. Wewe kama mzee. Hii ni kijana yako. Kijana imekujengea. Unashangaa hii full force. Unaniweka kwa fix. Hebu tukuulize wewe. Hebu tukuulize wewe. Nikwambie. Kijana amejengea babake nyumba imeisha. Nyumba nzuri. Mashonit. Kijana amechimba maji ya borehole. Gari baba ameletewa. Gari imeangushwa hapo ya kubeba mama na mzai. Alafu unasikia all of a sudden mzai unajua sasa nataka kuwaletea mgeni. Niko na mgeni. Najua kijana anakuangalia vizuri. Utamwambia yenyewe sasa tunataka kuona mgeni. Alafu kijana anachomoka hapo na mama. Kwa sababu unajua sawa ndio inaitwa mama. Kijana anachomoka hapo na mama. Anachomoka vizuri hapo na mama. Utamwambiaje? Ni kijana wako. Amekufanyia kila kitu. And you want to be a very honest parent. Kijana amekufanyia kila. Mpaka anakutumia mpaka hapo. Mzai leo unatokea. Ndio hiyo dhao imeingia. Tokea mtaa. Enda ukutane na wazee wengine. Tauten. Mzai leo umesoma gazeti. Chomoka mtaa chukua gazeti ya leo. Ni nini hujajua Azimio inapanga maandamano Wednesday? Nasikia? Mzae ni aje, maisha iko aje? Fanya hivi. Amekupanga. Manze, uko na titles kadhaa, kijana amechomoa title anakuletea kila kitu uko nayo. Alafu usikie mama fulani ndiye sponsor, ametoa pesa yake yote. Ameinvest na kijana, anataka kuolewa na hii kijana yako. Utafanyaje kama mzazi? Talk to me. Tuko pale kwa radio sasa. Talk to me. Wewe unaweza fanya nini? Kijana amewaeka maisha high end. Mtaani kule mashinani. Kila mtu anasema, we kijana fulani hapa. Umeona hiyo gari? Manze, msome mtie bidii. Mtia bidii kama huyu kijana. Amenunulia mzazi gari, ndio hiyo nyumba amewajengea. Hawafanyi kazi, duka amewekewa duka nzuri inaleta pesa. Kijana ameleta mama. Amemzai sasa ndio huyu. Mpokeani. Utafanya nini kama mzazi? Wow. Nataka muongee na mimi. Nataka kusikia. Only for men who are lazy. I need to see your views. They don't have patience. I want to see your views. Because let me tell you, hii inaweza fanyikia anyone. Yeah. Inaweza fanyikia mzazi yeyote. That's true. In as much as uko na kijana. For ladies imekuwa ni kama sasa norm. For ladies, unajua wasichana wa siku hizi sometimes wanaamua hivyo alafu wanaamua kuishi peke yake. Utamfanyia nini kama mzazi? Mwambie hakuna wanaume anaishi peke yake. Ni mzee amemkubali. Mimi watoto wawili mimi niko sawa, niko na watoto wawili, niko na pesa, basi siolewi. Msichana hawezi mfanyia kitu. Kisha amua kuishi peke yake basi. Kijana hawezi fanya hivyo. Kijana amechukuliwa na mama. Na sasa huyu mama hataki kijana aoe. Na hampi mtoto. Hampi mtoto. Na kijana ashaamua.
kijana ameanza kubadilishiwa maisha. Kijana ile gari anaenda nao, my friend, ufiki bei. Gari inatokea mtaani hivyo, vijana wote wanasema oh bro, life kwani iko aje? Kwani ukulienda aje? Tuchanue boss, tutoke ushago. Basi ndo huyo. Kama mzazi utamwambiaje? Wow. Wewe ndo mama kijana, wewe ndo baba kijana. Kijana amefika home. Nasema niko na mgeni, ameleta mama. Bas, utamwambiaje kama mzazi? Ni tricky na sana. Na ukumbuke gate umewekewa ile classic, unafungua na remote. Ni tricky sana. My friend, gate umewekewa unafungua na remote. Ukumbuke hivyo. Dinga iko hapo kali. Mafuta ndiye uweka. Karibu alipe mwaka mzima, wewe ni kukunywa mafuta tu. Dawa za ugonjwa ndiye ananunua. Kila kitu. My friend, amekuchukulia mpaka health card. Wacha ni HIF. Health card. Insurance. Kila kitu. Tank ni 30 liters. 30,000 liters. Ziko hapo, hakuna story ya kutafuta maji. Maji uko nayo hapo. Nguo, washing machine iko, fridge, kila kitu. Mpaka dishwasher iko hapo. Shopping ina delivery. Shopping teke. Unasema hakuna mafuta, nimetumana mitungi 3. Elianto, ndio hiyo. Mbona sioni mtu anaongea? Sioni mtu anasema kitu. This is the reality yenye itakupata. Utafanya nini kama mzazi? Anakuambia, oh, sistangu bado uko ushago. Anafanya nini ushago? Akuje Nairobi tumwekee kazi. Anapigwa kazi ya 2,000,000. Bas, ana relax. Nani bado ako university? Wacha ni mimi namlipia, wacha na mtoto acha nimlipie. Kama huyu mama anatoa hiyo pesa yote, wewe ni mama mzuri. Huyu hawachwi. Huyu anamwambia kijana yangu endelea. Kama tumejengewa, tumenunuliwa gari, dota wangu amepatiwa kazi. Mwingine anasomeshwa university. Huyo ni mtu mzuri. Ni mtu alimkosea tu akakuwa peke yake. Huyo ni mtu yetu. Huyo ni mtu mzuri sana. That is a very good person. Kwa sababu hiyo extension yote ingetoka wapi hiyo? That is not a joke. Kwa sababu hata kijana akiachwa, hata hamta kuja kubomoa nyumba, bado tumebaki nayo. Yule amesomesha university, hata wakiachana. Bas. Usually hata unaangalia, unaona hata kuangalia msichana ako na mzee, unapata mfanyizo vitu zote. Unajua ana limit. Sababu kama ni msichana akifanyia hizo vitu zote, wazazi hawaongei. No, utapata tu mzee ana limit. Wanamuita kama utapata mzee, hiyo nyumba msichana anaishi kwa jina yake. Gari kwa jina yake. Pengine tu shopping na nini ndio inaletwa, alafu unaona. Shida ni moja. Unataka kijana akuzalie. Sasa mtanizaa lini? Bado nazeeka, sijaona wajukuu. Sasa unamwambia mzazi, si nimekutoka kujengea, si ungoje. Hii maisha ni pole. Kijana ako 38. Karibu anagonga 40. Sasa unagoja nikupe hata hakuna wajukuu? Hii situation ni noma. Sasa utapiga nduru. But nakuuliza, hata ukisema no, even if you refuse, na kijana anataka kuendelea, what do you do? So, jipata in such a situation. Huyu kijana utamwambiaje? Utamwambiaje? Ni wako, umemlelea njia za Ukristo. Kijana alikuwa ameokoka. Kijana alikuwa anacheza piano kwa kanisa. Alikuwa rafiki ya pastor. Ameenda Nairobi. Akaona maisha ni ngumu na amesoma. Bas mama akaja na pesa. Mama akaja na kila kitu. Na kijana, sikiza, mimi sina mzee. Na najua maisha ni ngumu. Nataka tuishi na wewe. Kijana anamwambia wazazi hawana shida. Kama pesa iko, wale ile shida wako nao nikiwatumia pesa basi. Hebu niona maoni yenu. Woi, naweza piga nduru 3. Then niite kijana wangu kando and tell him before I open my eyes, huyo msichana umtoe kwangu arudi peke. Na uko kwa nyumba yenyewe, my friend. Na uko kwa nyumba ya mamilioni ya pesa. Hey. Then when he comes, I'll ask him whether hivyo ndivyo nilimlea. Hivyo ndivyo alimlea mpaka akakujengea.
Bro, kwani huko kuna baridi umerusha mikono kwa Idamaris. Money is not everything. Why are we thinking only about materials? You cannot buy love, but if they love each other, the parents cannot do anything. Ikuwe wazazi wale wa kusema maisha noma ya twende tukiendanga. Regina David. By the way, ukipatwa na situation kama hiyo unaweza fanya nini, Alfred? Let's be realistic. No, unajua you can only do, ni kama tu kupata kijana wako akiwa mwizi. What do you do? And you've done your part. Unajua ume-give best advice, you've given the best counseling, you've gave best leadership as a parent. But kijana ameamua, this is the route I'm going to take. Na pia ameamua kumbadilishia maisha kama wazazi. Na pia wewe, si ati amekuforget ameenda huko, amepotea tu. The only thing is that now, unajua there is no boundary in love. Unaweza, sijui kama sasa itakuitwa love ama. Kwa hivyo tu assume ni kama mtoto tu amekuwa tu mwizi. Yes. Na ile pesa ya wizi anakujengea nayo, anafanya kila kitu nyumbani. Yes. Alafu umekuja kurealize ni mwizi. Utamruka na ni mtoto wako. Ama utafanya aje? Na anakuambia siwezi uache huyu mama. Huyu mama nampenda. Yes. Siwezi muacha. Ama nifanyia kila kitu nilikuwa naomba katika maisha. Yeah. Ama nijengea, ama nunulia gari, ama niwekea mabiashara, ama wajengea, amesomesha watoi wetu, amefanya kila. Kama hii ungetoa wapi mama? Maji ulikuwa unaendea kwa mto, ndio hii maji hapa juu yako. Ai. Akiletea pesa anything and I know ana job, I must question him before I receive anything. Unamquestion saa ngapi na hii maisha? Na hii financial bill. Unamquestion saa ngapi shiko? Anyway, that's a tough question because najua wazazi wengi wanaweza anguka kwa hiyo mtego. And high chances za wazazi kutouliza huyu kijana ziko juu. Chances ziko juu za wazazi kutouliza kijana kama huyo because in one way or the other most of parents wenye wako mashinani, zile mashida wanakuanga nazo wanahitaji tu mtu akuja azi sort out. Akisha sort out hata kujua unafanya nini, mpaka anakuombeanga kila siku uendelee. Wewe mtoto wangu umenifanyia hivi, Mungu akubariki, biashara yako iendelee kupanuka. Ushamwombea endelee kuishi na mtu, utafanya nini? Wewe ndio ulimwombea. Mwambie tumekuombea biashara yako But ni tricky sana kwa sababu unajua already hata parent mwenyewe ashakuwa compromise. Anajua eventually amepewa pesa, mama amembayenga. Unaona? Sasa mama amekuja kama mgeni. Unaona? Na yeye anajua pia anakuja kumeet maybe parents that are of age. Sasa anakuja kuintroducewa kama ni girlfriend. Of course. Sasa analetwa kama my girlfriend, mom. Mom, this is my girlfriend. Sasa kijana anashangaa, mbona mnakasirika? Mbona mko mnakasirika tukijenga? Mom, huyu ndiye nilichagua. So itabidi tu mkubali. Itabidi mnatoa baraka. Tunaongea. Tunasema sawa. Pengine sasa iko hivyo, lakini sasa watoto tunaongea hata mama tunamkubalia. State your facts. Watoto miaka ndio hii imepiga. Miaka imeenda ndio hii watoto. Sasa ikifika na watoto ndio tunamuuliza tu, hakuna shida, kijana nyinyi endeleeni. But sasa watoto ama wote. Kwanza hapo ndio utasikia mamako ashajua stories za mama. Ndio nakuuliza huyo ni mama. What is the plan? So I think lazima pia apatiane plan. Now the issue is this. Nilikuwa nataka muone vile pesa inaweza compromise kila kitu. Pesa inaweza fanya ushindwe kufanya decision. Ndio Regina David anasema sio girlfriend, ni mama friend. Inafiki mama. That is how money compromises everything. Pesa inaweza kufanya hata mzazi ashindwe kutatua issue. Juu mtoto ni wako, amekupea pesa. Na nasema hivi sababu najua kila mtu akona mtoto kijana. Na utamwachilia aende Nairobi aende akasome. Ataenda apatane na vijana wanafanya hivyo. Utamset free, akona freedom. Atakuletea mama, utamfanyia nini? Kijana akona pesa kuruka na kuja na gari yenye imetokea. Utafanya nini? Amekuja.
Jamaa ana pesa kuruka, amekufanyia kila kitu. Je, utamwambia hapana au ndio? Most likely utasema ndio. Juu sasa ujue kuna pesa alikuwa anakutumia. Ukijaribu kusema no, ni kama stima imekatwa pale kwa post. Hakuna kitu utapokea tena na kijana ataendelea na maisha. Ataendelea na yeye. So what do you do to make sure kijana wako hajafika hapo? Anyway, sorry for another day. Pesa, uchunge kukula pesa ovyo ovyo ya watoto wako bila kujua kazi yenye wanafanya. Yeah, hilo ndilo somo. Is it? As you take money from your kids, please confirm zimetoka wapi. But in the beginning you will not know. This will be maybe imeenda mbali sana. At the beginning unajua usikuwa na njaa sana, maana njaa ndio itafanya ujipate umekula kila kitu. Maka ikikosekana unamuuliza, hii wiki hujatuma? Aya hii kufika? Wacha nitume saa hizi. Alafu usikio pesa itakatika. Utasema hapana. Kijana wangu, mapenzi ni mapenzi. Fanya hivi. Wewe endelea ni sawa, lakini hata utafute msichana mmoja hata hapa kijiji apate mtoto wako at least. Yeah. Ushaisikia wamama wamekula pesa wanapeana advice. Mmoja ndio udhoni ya Wakikuyu pale kwa gate wamekataa kufungua gate. Wadungu akasindano kidogo, unashinda welcome all of a sudden. Na wote walikuwa wamekaza wasema hatufungui, rudini. Hatuwataki. Wadunga tu unaona kamkono tu pale kwa gate, pap. Unashinda kwa welcome imetoka mpaka jikoni. Mama alikuwa jikoni ametoka na welcome hata si hao wenye wako hapa. So anyway, sometimes making some decisions when money is involved is a bit tricky, especially for mahali kwa kijiji watu wako na shida. Umeweka maisha mazuri alafu wamerealize hii pesa haikuwa nzuri. Sometimes unashindwa make decisions. But hata kama wewe ni mdosi, what do you do? Even if you have the money, na kijana wako unajua your money is not his. Na amechoose kwenda hiyo njia. What do you do? You have the money na hajakupea hata bob. Yeah. Hajakupea, you know, the issue here is not money that has been eaten. The issue is the future of this boy. Si ndio? Yeah. Pesa tunaweza hata unaweza sema ni pesa ngapi tuacha tuombe tukurudishie kijana wetu mwache. But that's not the case. Kijana ataendelea na hii maisha. The thing is, how do you save him from this? Mnaweza shtukia it's a true story. You may realize it was a true story to someone. That's true. Unajua mimi watu nitafuta sana. Unapata mtu shida yake hata si ati ugonjwa ama ni nini, shida yake ni hiyo. Farudhi, nitafanya nini kama mzazi? Pesa nimekula, kijana ni wangu, andumianga pesa every week. Niachane na pesa, nyumba ibomolewe ama tufanyeje? Ananiambia ongea na kijana wangu. Sasa mimi naambia kijana mtu mzima nimwambie achane na mama. Ni ngumu. So saa zingine mnanipea kibarua kigumu sana. Because that's a true story. That's a true story. Kijana ako mahali as we speak. Maisha imefika mwisho. Maisha yani maisha yake iko pale peak. Pesa anything akitisha iko. Hapo ndo nasianga sasa. Lakini with one restriction. Usijaribu kuoa. Hapo ndo nasianga mzazi anakula dawa. Lakini hazifanyi kazi. Dawa ndio anakula. Kijana amemwambia usijaribu kupata mtoto. Si uliamua kunipenda? Nikakufanyia hizo vitu zote. Nisikie na kushoot. Uko na mtu mwingine. Na kupiga risasi. Kijana ako na pesa ndio lakini anaishi na baridi. Gari yenye ako nayo iko na truck. Kwa hivyo akifika ushago anaonekana uko ushago good, very good. Uko ushago na naona uko ulifika salama. Unajua kufika ushago. Ukifika ushago imaanisha ati hawezi kuwa na mtu. Acha nikwambie, watu wenye wanakaa hiyo maisha, gari inaweza fanya anything. Aje? Shetani anakakuuzanga rahisi sana. Utafanya accident uzirai mwenye ulikuwa naye hata zirai. Utapatikana. Ulisema uko wapi? Ulisema umeenda Ruiru, ulikuwa ulisimama kufanya nini Ruiru? Ruiru ulikuwa unaendea nini? Huku ndio unaenda unapimangwa my friend. Unawekeangwa Google Map. Kila dakika uko wapi? Umefika. Umeachiliwa. Madhi wako sawa.
Sasa naona ni kitu 50 minutes ufike. Sawa. Nakungoja. My friend, let me tell you, you guys, young guys, wenye wanatazama hapa. Hiyo maisha ni ngumu. Ni ngumu. Kata kamba, wachana nayo. Wachana nayo. Utakufa. Utauawa, my friend. Unapimangwa kama gas. Umenimaliza leo. Unapimangwa kama gas. Unatuma kama mtoto. Unajua bado wewe ni mtoto. Of course. Sababu kulingana na huyu mama, kulingana na yeye, sasa wewe ni mtoto. Anataka kwenda KFC, wacha nikutume KFC. Alafu anaachwa na Google Map. Umefika? Nakuona. Si wamekuweka. Namwambia kuna line. Boss, line ni kubwa hapa. Hii line. Hii nipe 1 hour. Hii line ni kubwa. My friend, let me tell you, hakuna life ngumu kama life ya kuwekwa. Sijui ya madem, lakini ya vijana. Ya vijana ni ngumu. It's very hard. My friend. Yani wewe unakaanga dunia yako peke yako. Tuko na wewe mahali tunakula kanyama, lakini niko na wasiwasi. Kuna simu nitaona hivi uone nimesweat. My friend. Nitakuacha hata utanipigia. Ulianda aje wewe? Hakuna. Nilichomoka. Hakuna. Sasa hiyo ni kupimiwa sana. Hata huwezi maliza nyama umalize. My friend, si unataka kama maisha mazuri na utaki kukulima. Utaki kulima, unataka maisha mazuri bila kulima. So, bas pesa iko. Nilikulimia kitambo, so pesa iko. Na wewe na kuzima kama gas. Nikikutupa nje. So those guys, because I have people, niko na marafiki zangu huwa tunashare, na one of them amepitia such a thing. Okay, yeye huyu dem hakuwa mama bigi, lakini alikuwa wa wenyewe bado. So huyu kijana alikuwa ananiambia anytime any minute, mama anakuuliza uko wapi? Niko Westlands. Haya, na nini unafanya Muthaiga? Jamaa amesimama Muthaiga, achukue beshte mwingine hapo. Ni nini unasimama Muthaiga? Unajua sasa hapo anakutrack. Wacha rudi kuja, wacha nikuje. Ushajua anakutrack juu umemdanganya, anajua uko wapi. Hapo ndio unajuaga kila dakika anajua uko wapi. Yeah. Bas. So ni unaenda duka nyumbani kama katoto kadogo. Unashindanga hivi. Sema niambie, niende wapi tena? Niende Thika. Faster, alafu unarudi haraka. Nimefika, nimerudi. Oh Lord. Nimerudi. Hata kama hayuko area, unajua sha kutrack. So unaambia nimerudi, hata ndio saa hii tunapika hapa. Utanipata. Hiyo ndio life wanapitia. So nilikuwa nataka kuonyesha, nionyesha wazazi the risk of kukula pesa ya mtoto na ujui inatoka wapi, na wewe kijana the risk of that life. Si life nzuri. By the way, life unaweza kufa haraka. Those people can shoot you at any given time. You live at their under their mercy. Yes, wanakunyamazisha. Hauna say, my friend. Hakuna kitu kizuri kama mwanaume ameoa ako kwake, anasema nimesema siku hiyo chakula sikuli, nakula mchele. Na ulisema kupikwa chapati. Siku sema kupikwa amsikiangi. Wekelea mchele. Speedy unaona mama mchele teketeke ndio hii. Huko ni unapika endo mdogo. Huko. Ulele chakula. That is it. Yes, because of money. My friend, and you see those people will give you good money. Good money. Lakini ile siku atakwambia nitakupiga risasi wewe, ndio utajua ni kubaya. So vijana, think twice. Think twice before you make any funny decision. That's true. Zoea kutafuta pesa yako. Sweat, my friend. Ile imeswetiwa. Yeah. Hautaamini. Watu wafanye kazi na pia madem ni vizuri mfanye kazi pia. Ni wangapi wameuawa kwa news tumeona? Madem wengi. So instead of that life, live a simple life. Fanya kazi, jitafutie, oleka vizuri. Bas, maisha iendelee. So vijana, hope tuko sawa kufikia hapo.
Mtu amesema good advice. Watu watafute pesa, my friend. Labda tumwai kutana na hiyo mitego na huku nje. Tukaruka. Una change course. That is it. Anyway, tuko na Alfred, by the way hata huku salimiana, bua salimie. Hiyo story imekuwa kali. Asanteni sana, tuko hapa na Barodhi. Leo sijui kama ni baridi alikuwa anatoka kwa mwili. Ungekuwa kwa redio usikie maoni. Unajua nimewahi fanya kazi kwa redio. Maoni watu wakipiga simu. My friend, hiyo show unge-miss. Hiyo show ni kali. Vijana wakiji-explain. Vijana wanakuambia hali halisi, hali ilivyo. Vijana wanakuambia huku nje tunaumia, tunateseka. Farodhi, mimi sasa nimejificha ndio nipige hii simu. Mama atanimaliza. Pesa niko nayo lakini sina amba. Huwezi kula peke yako. Nakaa nimejificha. Ishi hiyo maisha alafu utafuta msichana. Ujulikane. Muda wao wote wawili. Those ladies are very powerful. They silence you kama mtoto mdogo. Si uliamua? Ni mimi nilikuforce. Si uliamua? Bas. Alafu uwezi tapika ile pesa yote umekula. So, ni ukubali. Ukubali kuambiwa. Ulishakubali kukuja? Kubali kufanya nini? Kuambiwa kila kitu. Bas. Tulia upangwe. Na unajaribu pia unajua ukiacha, unarudi wapi? Sikia, there is one who did that. Najua. Alikuwa anaenda na range. My friend. Nyumba ilipigwa na tingatinga. Nyumba ilipigwa na tingatinga ikakuwa flat. Na ni estate. Pa. Kila kitu chini. Paka ka fridge. Chini. Hakuna kuchukua kitu. Msimama ako na kila kitu. Kila kitu jiko yote chini, kitanda yote na vyombo nini. Kila kitu chini. Alafu ikapitia juu. Ile tractor ikapitia juu. Ikakuwa flat. Alafu ikachomoka ikaenda. Watu walikuwa wanaangalia. Huyu ni nani ameamua kuharibu kila kitu? Nyumba mpya. Watu waache ujinga, watu wafanye kazi. Vijana muache ujinga, mfanye kazi. Bulldozer itatumwa hapo, itabomoa kila kitu. Unawaambia bulldozer, ngoja nitoke. Utatoka na zile nguo tu uko nazo. Hata zile nguo ulikuwa unavaa ulikuwa umenunuliwa. Fanya kazi, waache ujinga. Anyway, so thank you so much. Watu wafanye kazi ndio pia waweze kuinvest mahali kama hapa. Tufanye kazi, my friend. Na sasa unaona most of vijana wengi sana wana invest. Ni rare sana uone kijana ana invest. Ananua shamba hapa Konza. Ngumu. Vijana wanakuja kushtuka wakati amegonga 30-35. Konza watu waliekeza inaisha. Kwani tulikuwa wapi? Ulikuwa umewekwa na mama. Sasa hivi huku unaona kama Konza itaijengwa. Anyway, so karibu sana Thayo Gardens Konza. Hizo ni baadhi ya zile vitu zinafanyika na huku nje na saa zingine hamna time ya kuziongelea. Zinakupita tu juu uko busy. Sasa tunakuletea hapa. So hizo ni vitu zinakupitanga tu au zijui hauna time ya kuzisikiza. Tunakuletea tu hapa, unazisikiza kidogo. At least unajua venye huko life iko. Vijana wanaumia huko nje. Nasikia fulani alikufa. Alikufa wapi? Watu wakuambia ukweli. Napata jamaa jana alikuwa na gari, leo unaona amefirisika, hana hata nini. Nakwambia Alfi, nilikuwa nimewekelea pesa hapo alafu maisha inanilemea. Wakikupea story unashtuka. Na nafikiri nianze kufanya hizo story behind the scene. Kama hamuoni mwenye anaelezea ndio wawape hali halisi. Unamfunika uso. Exactly. That's true. Anyway, karibuni Thayo Gardens Konza. Ndio hii hapa. To my fence. Kila kitu iko sawa, iko beaconed, barabara, kila kitu iko sawa. So if you want to invest in Thayo Gardens Konza, we welcome you today. Kuja uwekeze nasi, ukawigirie mondo wito, ukawigire na gafuroti kega, ukawigire na gafuroti gatai na goro. Kuma haha guthie gate-ini ya Konza City urahuthira ndagika 3, kuma haha guthie Mombasa Road ni kilomita 1. Nijo duonete Konza City of late, uguka inbox ni gutumira link wone uria Konza City hana of late. Kuma haha guthie JKIA urahuthira ndagika 40, kuma haha guthie Jomo Kenyatta International Airport 40 minutes.
kia fata muno mundu ikorokete a river niyo yati duo college yukite ikorokite igathie nginya Machakos Junction. Kuma hau noho, kuma Machakos Junction guka hano hata ina duo college, na kuringana na mubango uri andu aria mari kuria Konza marabanga ni ati duo college iguthie tulembo inafika mpaka wapi? First phase Emali hadi Emali. So I want you to imagine wakati hiyo duo college itateremka hivyo, hapo utakuwa unakuja na dakika ngapi? So with all the craziness of trucks and whatever, kama saa hizi bado unajaribu kuzisukuma na unafika on time, that means ikiwekwa dual carriage, nafikiri kila kitu itakuwa ishakuwa simplified. Na of course old Mombasa Road iko pale chini, old Mombasa Road, na sasa new Mombasa Road yenye sasa current inatumika kutoka hapa kwenda hapo ni 1 kilometer. So uko katikati ya old Mombasa Road na new ama the current Mombasa Road. From here to Mombasa Road current nimekwambia ni 1 kilometer. From here to Konza main gate B ni gate A, you gate B ndio iko baju. Yes. So gate A 3 minutes from here. This project inaitwa Thayo Gardens na tunaipeana na 1.3 million cash installment 1.4 million. Now kwa wale wote wamekuja kwa ofisi zetu, kwa sababu nafikiri wote wameingia, wengi wao wamefika pale Riviera kuchukua title zao. They know one thing, we process titles on time, and na pia kuna nice reception. Kikujia title pale kupata ka lunch kamepikwa, manzi unasaviwa hapo, kupata ka chai kameiva, kahawa imetayarishwa, and we make sure that hiyo title tumekupea on time na pia tumekutolea imekaa. Afadhali tu ikae kwa ofisi, but lazima ikuwe pale. And so hassle ya title, please don't think about hassle ya title. Hiyo ni kitu tuna sort out na inakuwa iko sawa. Wale watu wamekuja Konza including Edward mmoja tulikuwa naye hapa last time. Yes. They can give you best of the testimonies. Tuliwapeleka mpaka Pinnacle na Sinai mahali walinunua Thomas, yeah, and they were so happy. That's true. Amekeza just kadhaa hapo. Hata weekend tumekuwa na Mary. That is it. She was very happy. Na ile plan ako nayo hapo, maana anajengewa huko Kantafu na bado hapa nimesikia ile mpango wako nayo. Yes. Kwanza huwezi believe. So it is a very simple advice to you. If you are ready to invest na kitu itakupea value, yani ile value si value ya kuforce, ni mugundo ure twaraguo mwende, invest in Konza City. I don't know whether you've met, kama umekutana na ile link latest ya hapa Konza. I'm telling you, vitu zinafanyika huku ndani. Bado watu hawajajua vitu zinafanyika huku ndani. Na ni vizuri pia nikuambie, as you invest, ukumbuke tulikuambia wale watu wana invest nje ya Konza City within 10 kilometer radius wako na bahati sana, because hiyo ni ile part Konza City itakuwa na interest nayo sana. Nilikuambia watu hawatakuja kuweka vijiji hapa na slums hapa nje ya Konza City. That's why wana regulate within 10 kilometer radius. So that means wakati Konza inajengwa, wewe uko nje na uko within 10 kilometer radius, uko na advantages mingi sana, sababu shamba yako bado inazidi kuongezeka bei. Kwa hiyo no kuongeka kukura in terms of tiri uria wiko kuongerereka mbeca, tondu already andu ni magurite na kiria kireigirirwo ni gucore already. No andu aria menja niyo beneficiary aria nene, tondu tiri uyu ti mwake na no kwamba torabata bei. Uria ugurite hi kuria Konza City thiini, tondu already indo iria irabangwo gwako ku no nginya giaku dingiuga onako ni kurongerereka value ku thiini, no yage hihi guteithia ene, no ikurie mundu uria winja, tondu kiu kirathondekwo thiini kiratuma tiri uyu winja ugie na value iri iguru muno makiria. Na nijo ni ugurite Konza 1, tuliuza Konza 1, tukauza Konza 2, tukauza Konza 3 ile Pinnacle, tukauza Konza 4, that is Sinai Gardens, and now we are in Konza 5. I wanted to tell you there are more than 200 investors, actually more than 200 investors wenye wamewekeza kwa hizo projects. The reason as to why nimesema hivyo, kama Sinai kuna mtu amechukua plot 8 akiwa peke yake. Yes. Haya, part of wenye walinunua Konza 1 unawapata wako Konza 2, unawapata Pinnacle, unawapata Sinai, na wengine tayari wako hapa. Yes. By the way, kuna watu wamenunua all those projects, na hata saa hizi wako hapa. Let me give you a free advice.
as you buy Konza, it is not comparable with any other project in terms of growth and in terms of appreciating. So these are some of the projects zenye unafaa kuinvest na uinyamazie. Yani ni ile project inakupea pesa na haikupei pressure. Ndio inaweza kupea ka pressure kidogo kakulipa, na tumekuondolea hiyo pressure, maana tumekuwekea ulipe deposit ya 200,000, hiyo ingine tumekupea a whole year. Tumekuwa tukikupea 6 months. Saa hizi tunakupea a whole year. Yeah. So imagine tumekupea a whole year yenye haikupei pressure. Pole. At least 6 months maybe ilikuwa inakupeleka mbio kidogo. Saa hizi hiyo 1 year ni pole mpaka ishe. I mean, hatuja kufanyia poa. Si unaona hapa tumekutengeneza. Wale watu wanataka kuwekeza na cash. Can you imagine tumekuongezea 2 more months. So instead of this 1 month, I mean unaenda pole 3 months mtu wa cash. Huyu wa installment ni 200,000, hiyo ingine ya whole year inakuja 1.4. So shamba ni 50 by 100, hiyo cost ni inclusive of title deed na kuletwa site na kila kitu. Ama kuna kitu sijao. No, ni hivyo. We site ukitaka tunakuleta Saturday. Anyone, you can even send your representative akuje akuone, akonfirm kila kitu venye iko. Akuje kwa ofisi. And that's tumekuwa tukifanya hivyo. Not just outside. Projects zetu zote every Saturday tunaleta watu. Wanakuja wanaona. And then you also pick what you want. The position that you want it. Yes. Ndio unakuwa uko sure of what you're picking. Yes. So kurugu ni kuirige na kuirigetwo na thigi kugu wagura kia gia kudura fatara gutinda ukiriga ringi aikoti gwa koraka ni kuirige na kwina gate hari rugongo na ndugeciria ati ni mugunda munene by the way. Acha ati mugunda munene na ni wega ngwire ni turutite wira na Alfred ni umwe wa andu aria ngwicirio savete customer ciakwa. Ni umwe wa andu aria ngiuga macavite customer ciakwa wega na koguo ni ngenaga ngiruta wira na andu akorwo hari andu matari mangia ni mundu gwitwa Alfred na Mr. Maina. Akorwo ni horo wigie title processing, it is on time, they are so timely. Akorwo ni horo wa kwenderia kindu kiega na kindu gitai na ngucanio na kindu gitaga kurehera mathina ni is part of them. Na koguo hindi uraigithia na project cia Hekalu Properties Limited, ndukanaigwe hinya nginya gutuhe referrals kuma kuri arata, ndukanaigwe hinya kwirira murata okeigithie guku ati wina wasiwasi ni akaga title. Never ever. We have akina Jacqueline, akina Rachel, akina Fresh, akina wale wote wamewekeza na kuri amwacio ingi ona maingirite thini wa Thayo Gardens. Surprisingly Alfred by then notice kikundi kikubwa sana cha wale wote wamewekeza kwa Sinai na Pina kuna kwanza one bado wako hapa. So that means hao watu kuna kitu wameona. Na unajua kama zile miti nataka tu kutoka tupande hizo miti, it's only been 3 months. I think tulipita hapo na wewe ukaona. Kwanza zangu kwa maji unaona na kayaba. Na unajua the same thing I'm going to do here. Yeah, sure. Tushapima point ya maji. Okay. Number 20, so kuna hapo kwa map number 28. Yuko kwa maji. Kwa hiyo bado hapa kuna chimbwa maji. Yeah. Tunachimba maji. That's good. Yeah. Sasa unajua shamba ikiachwa hivi, you don't know what to do with it. Yeah, sure. Ukingoja iendelee ku increase in price. So at least maji ikikuwa ukipanda tumiti, ujenge kanyumba hapo upande tumaembe, tumachungwa, continues adding value. Yeah. So sizes ni 50 by 100 na nataka niwape namba ya kuitisha map. Kama unataka map saa hizi kuja kwa inbox ya namba yangu 0798 008 na wajetia mafu no ujetie ginya link ya ulia Konza sete kuhana. Na najua Alfred of late tutaingia Konza lini uko ndani, waje tupange wiki ijayo tujaribu tuingie. We will try and schedule. Ndio tuambie watu mahali wamefika, najua wamesonga. We are doing all this to make sure that our customers and our clients wameweza kujua ni nini bado inaendelea Konza as we speak. So namba yako ni 0706 002338. Bas ukana baishio wetie mafu na still no gwikiria link ya Aria Konza City ikinyete kwa ihinda riri. And mundu wothe uraigithia guku Konza ndukaigwe na wasiwasi na ndukaigithia na guaya na ndukaigithia ta kindu ati ugoka ku appreciate in 10 years.
Huku 2-3 years. Ogo mundu wibere muno makiria. Na guku ti kundu kuria uguraga no geciria kwendio uguo fogothari. Ati kwendia na ihenya. Hapana. Take your time. Kama kuna shamba zitakupea pesa. Ni Konza. Na nikiona tukiendia Konza, we are very sensitive. Na hatunanga haraka. No. Take your time. Chukua shamba 2, chukua plots 2. Take your time. Menya niki giki uragura. Ino ni project yegi tumo kaje project yegi. Niku menya Konza niko. Watu wa diaspora wako na bahati sana, walijua Konza wakati wa Kenya hawajajua. Most of the Kenyans hawajajua story za Konza. Wanaiona tu kwa TV wanashinda ile nini? Ilianza. Unajua watu walitajua Konza wakatajua Tatu City, wajuangi hizo ni nini? Let me tell you, by the time wanakuja kujua sisi tumemaliza Konza. Queen Esther, namuona huku amekusalimia sana. She's one of our investors. So investor Queen Esther, salimika sana. Na unieke kwa mpango Queen Esther, umenitupa sana. Umenitupa sana, unieke kwa mpango. Ndio at least tuangalie maneno vile iko. Siku hizi uniangaliangi. Iko time ulikuwa unaniangalia sana. Sijui kulienda aje. Sijui corona ilikuja ukashtuka. Ulikuwa unaniangalia sana. Na unajua nataka kuja state, kwa hivyo lazima uanze kunipanga ndio ni lazima ata cost for free. By the saizi tumeni hizo barua. Sasa niko tayari. Nimefikiria, nilienda juzi nikafikiria kitu kingine. Nataka kuja 2-3 weeks. Nitembea ama 1 month hata. Nikuja at least nitembelee mafans kidogo, tuongee mawili matatu alafu nirudi. Hata sasa hili kienda kuitisha visa naona watanipea. Sina shaka hata kidogo. That's true. Mimi naona itakuja. So nakuja huko sasa. Mningoje huko nakuja. So na baadhi muhunike dhawetia maafu ni 0798 008 008. Ndo shokoro mwega. Na by the way kuna watu hawajakujia title zao kwa ofisi? Wengi. Wengi. Wana trust ziko safe. Mpaka Konza 1? Kuna mtu wa Konza 1 bado hajakujia title? Konza 1, kwanza mmoja anaitwa, nilikuwa naona jana anaitwa nitakupatia jina yake. Kuna watu kadhaa bado chukua. Konza 2? Hata Konza 2. Pinnacle of course, yes. Na sasa Sinai. Title zote ziko kwa ofisi. Sasa mbona hamkujii title? Akina vile unalia, title zilitoka. Na washa complete. Na washa maliza. Na washa complete. Yaani umemaliza kulipa na ukujii title. Imagine. Na wengi nimewawekea pia. Kina Jane. Jane rafiki yangu, Jane Katoto, umejificha aje? Wewe Jane Katoto amenyamaza aje? Tuliongea na yeye. I think si zamani sana. Hajajua Thayo Gardens? Mkumbushe. Hata Queen Esther bado hajakujia zake. Naona akisema even me I haven't come for them. Nandi nitaanza kuwaita na majina. Jane Katoto najua hujajua kuna Thayo Gardens. Unajua Queen anasema with Alfred I'm safe. Na unajua alikuwa Nairobi na title yake kwa ofisi. Alikuwa Nairobi hakujia. Akaiwacha hapo. Hata hatukuonana. Imagine. Anakuja anajipea shughuli, mara niko Safari Park, mara alikuwa na mgonjwa. Kidogo ni sawa. Si hata tumeenda kuona huyo mgonjwa. Angetuita tuende tu. Kidogo. Nyinyi nimerudi, mlikataa tuonane. Imagine ni kama Queen Esther usikie nimekuja US ile state huko na sijakuona na nimerudi. So Wamui anasema simko na safe. But hata Wamui pia yake iko tayari. Nasikia akisema tuko na safe. Tumwekee kwa safe. Anyway, so haya ziko sawa na ziko safe. Hakuna mahali zinaenda. So ukipata time unapitia hivyo. Kuna rafiki yetu mwingine alikuwa anaitwa Rosaline. By the way, Rosaline, ni nini mbona hujajua story ya Thayo? Kuja uwekelee 3, unajua Rosaline anaweza chukua hata 4. Yeye anazipanga hata anaweza funga project. By the way, hata nitampigia tukimaliza hapa. Anaweza funga hata project. So Rosaline unitafute, Jane unitafute. Wamoyo, ni nini hata Thayo, kwa nini Thayo umenyamazia? Wewe bana jipange hii Thayo my friend uchukue at least hata moja.
Nani mwingine tunafaa kuchokoza? Tunafaa kuchokoza. Jacqueline tulimchokoza akakuja. Tunafaa kuchokoza Leonard. Jacqueline tulimchokoza. Ai, by the way, Leonard. Nitamtafuta. Nitamtafuta. Sikia, ati just know I dine in special places. Of course, alikuwa Safari Park, my friend. Yeah. Excuse. Safari Park nimeingia mara kadhaa. Hata iwezi fika 10. Na zote ni kuinvitiwa. Usinipeleke kwa Buddha kiosk. Haya, by the way, Bamoyo, iko pesa sijapeleka Mr. Maina kwa Buddha. Ile ulituma ni by the way ni wacha nione vile hii wiki itakaa. Kama hakuna maandamano tutapitia hapo. Na kwa ni Buru by the way. Yeah. Buru hapo kwa nini kwa wale panakaa garage. Pale kuna kaa Grogon. Yeah. Hapo ndo kwa Buddha hapo. Oh. Nilipelekwa na Maina, nafikiria tunaenda mahali pazuri. Wapi Buru wapi? Hapo ukishaingia Buru hivi. Hapo kwa garage. Unaona ukiingia Buru. Acha niyo njia ya kwanza. Police station. Ya police station. Acha na njia ya police station. Hapa nyuma kabisa. Kabla ufike huko mbele. Hapa nyuma kuna garage hapo kando. Oh. We. Ai. Kwa Buddha. Kwa Buddha. Ati huyo msee akuangi Mkikuyu, he's so cute. Ni wewe unaambiwa? Ni wewe. Mimi ni Mkikuyu. Ni wewe unaambiwa? Ni wewe. Na si mtu wa kwanza kuniambia hivyo. Huyu ni mtu anachokozana. Sikia, si mtu wa kwanza kuniambia hivyo. Niwaambie waongee? Hapana. Wanashindana kunipigia simu. Huyu Alfred ameoa. Bado wacha kuninyima namba yako. Huyu Alfred ameoa. Unajua nimeoa na sikia, from Kenya to diaspora mpaka wa Kenya. Hata kuna mtu anaweza tumia link akamwambia. Aliniambia nimtumie link tukiingia live. Achukue plot kwanza. Tukiongea story. Kwanza ni investor tayari ashachukua plot. Waambie waongee hapa uone watu wakitoa wakikuitwa ile unaitwa kufanya nini? Watu watajiongea hapa usikie. Si leo. Tufanye hiyo, tutafanya another day. Sikia Gwinesta, Alfred is a pastor and a married man. Thank you Esther. Wambo Edna, ni vizuri kujiongea, unaweza kushtukia mtu ako single. Hai. Ni vizuri tuliambiwa tubahatisha, hii mwaka ni mwaka yetu. So you have to ask everywhere. You confirm. Unajua ukiconfirm utauliza tena. Ni vizuri by the way kuconfirm. So thank you kwa wale wanaitisha map. Kuna yule rafiki yetu anaitwa Lucy pia, aache kutunyamazia sana na asalimike sana. Kuna yule rafiki mwingine alikuwa anaitwa Lucy Kenywa pia asalimike. Na amenyamaza sana pia. Na Recho Mureithi pia ametunyamazia. Wana Konza tunawajua. Toeni sauti. Na kama hujaingia Konza pia make sure Dhayo umeinvest Dhayo pia. Usitake Dhayo ikupite. Akina Karen pia mchomoke kwa mashimo Karen. Mpate kakitu hapa Konza pia. So but we need to hear his interview. Ana kusikia interview. Nimefanya interview mingi. Nimefanya mingi hata hivi. Hapana, ni juu hizo zilikuwa haziko serious. Sasa nataka ukuje studio tukufanyie interview. Yes. Okay. Tapanga. Ati Regina David anaambia Wabo Edna, itisha map, acha mambo mingi. Hapana, Wabo Edna uko sawa. Uko sawa, tuliambiwa hivyo tukianza mwaka. Tujaribu bahati kila mahali. Yes. Tujaribu bahati, na unaitwa Bahati. Bas. Hujakosea, tunapo tujaribu bahati na huyu anaitwa Bahati. Yeah. Bado unaitwa Alfred Bahati. Yes. So anyway, unajua kwanza kuna mtu anajua anatazama hapa. Atawasikia. Kuna mtu anatazama atawasikia. Wanyambura wa Alfred atawasikia. Mtashtuka sana nyinyi hapa. Huyu ananga mambo mengi. Unajua tuko kazi. Guzwa ndio utajua anakuwa na mambo mengi. Guzwa kidogo. Na hana track. Sikia. Guzwa kidogo ndio utajua kuna mambo mengi. Hana maneno. Lucia. Ati can the wife fight? Na maombi.
Kwa magoti. Acha nikwambie, guza mwanaume yote ujue bibi yake ni mnoma. Alifanya kumfu. Why? Hai. Tuko wapi? Tuko Konza. By the way, Elizabeth amenyamaza sana. By the way, Elizabeth. Tulikuwa tunasahau Elizabeth. Elizabeth pia umenyamaza sana. Lucinda Lucia, tuko 1 kilometer from Mombasa Road. 1 kilometer from Mombasa Road. Wacha hivyo. Tuko 3 minutes away from Konza main gate A. Yani main gate A, 3 minutes from here. Unafika hapo. Tuko project tumefungua juzi inaitwa Thayo Gardens Konza. Tunauza 1.3 million cash, 1.4 installment. Unalipa 200k, hiyo ingine unalipa na 1 year. Yani from 6 months to 1 year. Tumekuondolea hiyo 6 months, tumeiweka double. Ulipe pole pole. Kuna kulipa mdogo mdogo. 200k alafu unalipa mdogo mdogo. Watu wa cash, hakuna story ya 1 month, tumekuwekea 3 months. Pole pole tu. Hata kama wewe ni wa cash, nani alisema ufinyiliwe? Wewe ni wa cash in 3 months. Pole pole tu. Unajipanga. Title iko inclusive, kila kitu iko sawa. Unaletwa kwa site and everything iko hapo kwa hiyo pesa. Sawa sawa? Jipange. Kuitisha map, unakuja, namba ziko hapa 0798008008 ama 0706002338, na tumesema ni map peke yake na link ya Konza. Hiyo mambo ingine ulishajipanga. Si ndio? Yeah. Ni map peke yake unaitisha. Ni map, unless unatafuta mbaba. Basi. Sawa sawa. So nafikiri sasa ni kujipanga, ujue unachukua plots ngapi. Asante sana kwa wenye wamewekeza. Since we are here on Monday, God bless you so much kwa kuinvest na sisi. Ukitaka videos, ukitaka picha na kila kitu tunakutumia. So ukikuja inbox, hizo vitu zote tutakuprovidea. Yeah. Make sure umepata ka plot hapa Konza. Ni vizuri watu wenu wajue ulijua story ya Konza na ukaekeza. Otherwise there is a day itafika unataka plot Konza but haitakuwa chini ya 5M. Itakuwa ngumu sana kupata plot hapa. So saa hizi uko na uwezo, make sure umeinvest. Mimi nafikiri sina story nyingine. Sasa ni kama unataka map, kuja inbox saa hizi nikutumie map na nikutumie link. Ujipatie ka plot. Kuna kitu ungeongeza labda kimalizia? Nothing much, just continue praying for Kenya. Unajua mambo pia ni mingi. Pray for our nation. But also continue investing. Usiingie baridi. Kila kitu inaendelea poa. We're in the hands of the Almighty. By the way, nakumbuka kuna mtu alisema kuna maandamano hata invest Sinai. Kaisha hivyo, unakumbuka? Ile tulikuwa tunanunua miti pale Muthaiga. Ati ngoje maandamano iishe. Ngoje maandamano iliisha. Yeah. Iliisha, Sinai ikaisha. Yeah. Sasa tuko Thayo. This is our fifth project in the last 1 year and a half. Our fifth project. Na si project kidogo. Yeah. 84 plots sio project kidogo. So, being our fifth project na hizo zingine ni successfully done and complete, then that means you should know why hizo project zinaisha hivyo na ile bei tunauza na zinaisha. So make sure pia umejiekea kako, hata kama ni kamoja, hata kama ni tuwili, wewe jipange tuone maneno itakuwaje. Leo nimefika hapa kwa Farodhi. Karibu sana Beatrice. By the way, kulikuwa na Beatrice kama 3 walikuwa Konza. Wamenyamaza aje? Beatrice Gash. Kwanza huyu ndio, I think huyu ni mmoja. Konza 1. Wa Konza 1. Maana tunakuwa na Beatrice kama 3 ama 4. Hapa na Phyllis. By the way, Phyllis. Ama Phyllis amechukua Sinai. Ni Sinai. Na nafikiri pia ni kama aliniambia anataka huku. Ni Phyllis ama ni ilikuwa Jacqueline na Rachel. Na nafikiri pia Phyllis. Nafikiri Phyllis nitakutafuta. So, ni vizuri uregister hapa. By the way, ni vibaya sana ukuwa hujaregister hapa. Very risky. Mbona hujaregister Thayo Gardens? Ekelea 200 my friend. Pole. Mwaka mzima ni very. Ukitaka kujiamini anza na 100. Wekelea 100. In the next week ongezea 100 ingine. Bas deposit imetosha. Yes. Ekelea 100 hii wiki, next week ekelea hiyo 100 ingine. Wewe deposit imekuwa sawa, sasa anza safari. Na ni rahisi hii safari. Nobody knows tomorrow. Unaangukia kadil, unaekelea 300. Unaangukia kadil kengine 500. Ushamaliza. Yes. So usisikie uoga. So
Good. Beatrice, karibu sana. Najua hujajua story ya Thayo Gardens. Thayo Gardens ndio our very new project, ndio kale katoto kageni hapa. Tunakupea na 1.3 million cash. Unalipa na miezi 3 cash. Pole pole tu. 1.4 million hiyo ni installment, deposit 200, alafu hiyo ingine within 1 year. Yeah. Manze 1 year. Aish, 365 days. Hiyo na utakuwa umemaliza. Hiyo hakuna ka excuse. Hiyo lazima ukuwe umemaliza. So tumekupanga vizuri. Regina David, make a trial. Nothing is impossible. Baada Regina David alikuja na hakukubali nimbaye nyama. Alikula nyama mingi sana. Tulimbaia nyama kila mahali, kila kona. Hakutaka yangu. By the way kuna nyama zinakuanga pale. Unaona ile by the way Regina David anajua bahali tulikula nyama. Pale. Lekoel. Lekoel iko wapi? Hapa si ndio hii. Bas, Regina David Lekoel naiona mahali niko. Unajua Regina David alikuja mpaka huku Konza. So anajua Lekoel mahali iko, mahali tulikula nyama. Sasa Regina mahali tumekaa tunaona hiyo Lekoel. Na unajua imeguza Mombasa Road hivi. Mahali tumekaa tunaona hiyo Lekoel. Kwa hivyo at least tukiwa hapa tunaona Mombasa Road. Ndio ile tu. Anajua mahali tulikula nyama. So tuko karibu. Yes, tuko karibu na hapo. We can be able to locate it. Maka naiona nikiwa hapa nimesimama. Yes. Actually nimeketi na naiona. Yeah. So nafikiri alikula nyama mingi, akaona acha hiyo ingine ya postpone you next time. Asikawie sana. Alikuja mpaka studio na akapigwa picha kila kitu. That's nice. Nyama alikula karibu mpaka studio alikula nyama studio. By the way, na wale watu walikuwa na nyama tamu. I wish ningejua hata ungepiga na huko. Tungeenda tu pale. Na rafiki yangu ako hapo ningempigia tu simu hata kwa namba yake. Next time. My friend, nyama hapo ni tamu. Next time. Choma inapikwa vizuri hapo. Next time. Yeah. Alafu na saute. Sasa hao wanajua kupika saute. Ama tukansel huko. Manzi ishapikwa. Hapana, haijatoka. Ile mpaka saute. Moto. Tunaweza cancel. Moto. Tumalize show tukakule. Manze imefika ile gedhaa sasa tukujipanga. Kuna baridi sana. Baridi ndio hiyo, lazima tupige hii baridi na hata Regina David anasema ilikuwa tamu sana. Tunaenda hapo. Wale ni wanoma. Tutaenda hapo. Wale ni wanoma. Wanakuwa wamejipanga, wako na kila kitu. Tutaenda hapo. Na ni ya mondo wa nyumba wenu. Okay. Unajua mwenye hiyo Lekoel, hii ndio shamba yake. Unaona iko hapa? Hii nyumba unaona hapa? Ndio mwenye Lekoel. Aija. Okay. Ala. Na ni modo wa nyumba. Aya ni modo wa nyumba? Alikuwa na mpaka na matatu nini kila kitu. Zilikuwa nakunywa mafuta hapo zinaenda Nairobi. So, tukutane inbox. Wale nimetumia map, please. Ukisha select, sema. Wekelea deposit. Sababu kuna wenye huwa ana select, wekelea deposit, alafu inaenda hivyo. Manze, so ukisha chagua, make sure umekelea deposit, ndio tusikunyang'anye. Sasa, you guys are making us salivate. Manze, ile nyama ya pale ni tamu. Tamu. Ibaya sana. Regina David siwaambie. Yaani kachoma kameiva vizuri, kamepikwa, kachoma kametayarishwa vizuri. Kuna siku tulikuja asubuhi. Maka nilikuwa tempted kukula nguruwe na sikulangi. Wanapika nguruwe. Tulikuja asubuhi sana huko na Thairu. Lakini sasa ilikuwa asubuhi nyama ilikuwa imeiva. Tukaenda hapo. Hata mandazi zao ziko poa. Manze ni sikulangi nguruwe, lakini manze nguruwe wameipika. Ulikula? Sikukula sababu sikulangi. Lakini ilinitempt sana. Imepikwa vizuri. Na saute. My friend. Yeah. Kinesa amesema coming soon. Karibu. Let me tell you. Hata sitaki kuimagine vile nikikata hii simu. Next point, sisimami mahali pengine ni hapo. Choma joint. Unajua huko kodo hakunaka choma by the way nyinyi. Huko hakuna choma. Tulienda Egypt. Tunalala njaa na Pastor Garuya. Tulikula kuku na zinaitwa nini? Zile zinaitwa nini? What do you call them? Zile zina kama tumatunda. Zinaitwa aje? Kama matunda.
Kuku na matunda. Yeah. Hata nakumbuka zinaitwa berry something. Zile zinaitangwa nini? Nasahau. So, strawberry. Kuku na strawberry. After kufungua sufuria ngapi? 15. Hakuna kitu unaelewa hapo. Unaenda moja, hakuna hii ni nini sasa? Iko na pilipili. Unaenda ingine, hii ni nini? Hata sijaiona Kenya. Ingine woi, nilifikiria ni avocado. Mbona kwa mdomo kali. Nikashindwa, mnakata kitu inakaa na tumebarikiwa na chakula kizuri. My friend, Kenya. Ama ni kwa sababu tumeizoea. Mpaka jana nimeona mzungu anakula nyama, anakunywa chai. Kajua huyu mzungu huyu amefika Afrika. Let me tell you, some other places ukienda, hizo nyama huwezi ziona. Kama ile choma tunaenda kula saa hizi. Countries zingine huwezi pata choma. So Wamoyo, I'm very sorry, sitarudia, lakini unajua ni ukweli. Agoidogo. Nikija nataka kutest huku nyama ni tasteless. Unajua nyama zao ni za fridge. Full time. Mbuzi kichinjwa na kwa fridge. Hapa ni fresh. Kiekelea ka saute juu. Wacha tuende. So, Virginia Jenga, uko wapi Farodhi? Nimeingia saa hizi. Pole, sikuwa nimeona. Tuko hapa Konza. Kutoka hapa hadi Konza Gate A. Main. 3 minutes. Kutoka hapa hadi Mombasa Road. We are talking of 1 kilometer. Unafika. 3 minutes kutoka kwa main gate kukuja hapa. Gate A ya Konza City. And hii shamba tumefungua juzi inaitwa Thayo Gardens na Konza. 50 by 100 plot in size. Cash ni 1.3 million. Unalipa na 3 months. Cash 3 months. Si 1 month, 3 months. Yani wewe uko na matatizo ya kutuma pesa, tulikuongezea time 3 months. Watu wa installment ni 1.4 million. Deposit ya 200,000. Hiyo ingine pole pole. A whole year. 1 year. Imagine, ilikuwa 6 months. Tukakuextendia, tukapeleka 1 year. Pole pole tu. Hiyo story inakuwa poa. So, hapo ndo tuko. In case you need a plot here, kuja inbox 0798 008 008 0798 008 008. Tukupange. Sawa. God bless you so much. Highly favored and blessed child of God. Huku nje hata ukipata nyama it tastes very flat. Hapa nyama ina taste, my friend. God bless you so much. Mkuwe na wakati mwema. Kama unataka plot hapa, kuja inbox nikupange. Unaweza kuja inbox ya Alfred ama yangu 0798008008 ama ya Alfred 0706002338. Nakuwa sawa. So thank you so much. Tupatane inbox. Sasa